nyoro. We as Kenya National Chambers of Commerce and Industry, Nyeri County, we are concerned about the demonstrations that have been going on. Not like we are against the democratic space of our people doing demonstrations, but we are feeling that strange people have been spotted within our county and especially within the city of Nyeri, and these strange people come to kind of infiltrate peaceful demonstrations that have caused a lot of destruction in terms of infrastructure, property, and have caused a lot of disruption even within the transport industry. We are calling for policymakers today within the government to see ways of how to address the issues of fuel taxation, because it has been one of the causes why people are agitated, to see that they can be able to cushion the businesses and the households, so that issues to do with the livelihoods may be acceptable to, the living standard may be at a level where it is acceptable. Concerning the bullying that is going on within our city when the demonstrations are going on, we want to condemn it as Kenyan National Chambers of Commerce, because if it continues, it will send away the investors. And our work as our core duty as Kenyan National Chambers of Commerce is to protect and promote the issues of trade, investment and commerce within, not only in Kenya, but all over the world. For now, we call upon our people, regardless of their political affiliation, that we have a natural dialogue. We see the issues of protecting the issues to do with economic growth and development, to see to it that properties are protected, and that way we'll have a long-term solution of the issues that we are addressing today. Niko hapa nikiomba wananchi wenzangu na wafanyabiashara wenzangu ya kwamba anytime wakati mgomo kama huu umetokea, na si mgomo ambao uko mitambo yetu ya mitandao, ni kama ni town tu ya Nyeri siku ya leo na town ya Karatina, town zingine ambazo ziko hapa tu karibu zimeweza kuadhiriwa na hii mgomo ya siku ya leo. Na kwa hivyo tuko hapa kukodemu hii mgomo na kuuliza wanabiashara wenzetu, haswa wanabiashara aidha wa maduka na wanabiashara wa katika sekta ya kubeba, tunawauliza siku ya leo, anytime mgomo imetokea, wacheni tukuje tukae katika biashara zetu, tufungue biashara kama kawaida. Kukiwa na shida ndio tunaweza funga, tukiona ya kwamba hakuwezi endelea na biashara, lakini kusiwe wakati anytime sisi wenyewe ndio ni kama tunaongoza maandamano, kwa sababu wakati tumefunga biashara zetu inaonyeshana ni sisi tuko nafasi ya kwanza katika mambo ya kuongoza hii mgomo. So kwa hivyo ombi langu ni wanabiashara wote kutoka hivi leo, we are coming here kustate ya kwamba sisi hatutaki hiyo migomo tena. Nyeri Town wanabiashara hatutaki migomo tena, kwa sababu hii migomo kwanza italeta maafa, ilete maafa ya biashara na ilete maafa hata ya uhai wa watu. Kwa hivyo siku ya leo ni ombi langu ya kwamba wanabiashara wenzangu, tutatokea anytime tukuje tufanye biashara kama kawaida bila kuogopa chochote, kwa sababu umoja wetu ndio nguvu yetu. Asante. Kwa sababu ya kukutana mahali hapa ni hili kusema ama kuzungumza kuhusu maandamano ambayo imekuwa ikiendelea katika hii Nyeri Town. Tuseme kwamba ndio tunakubali kwamba ni right ya kila mwananchi kuwa akihudhuria katika maandamano kwa sababu katiba yetu inaruhusu. Lakini kwa sababu hiyo tuseme kwamba ile maandamano ambayo tumekuwa tukiona katika Nyeri Town haijakuwa maandamano nzuri hata kidogo. Katika wiki ambayo iliyopita tuliona kwamba vijana waliweza kuinvade na kuingilia katika biashara za watu, ambapo waliweza hata kupora.
biashara. Na kwa hivyo hata siku ya leo kumekuwa na maandamano katika Nyeri Town, na ambapo wanabiashara wengi wameweza kufunga, wengi wako katika majumba zao, na ile nia ambayo ilikuwa kutoka asubuhi ni kwamba waweze kuvuja manduka ama biashara za watu. Na kwa sababu hiyo tungeomba wanabiashara wote katika Nyeri Town waweze kujitokeza hasa katika siku kama ya leo, ili watu waweze kuingia katika biashara zao, kufungua, na ili tuweze kulinda biashara bila sisi kukaa nyumbani, kwa sababu wakati tunakaa nyumbani tunawapea nafasi wale mavijana ambao nia yao sio tu kuandamana, nia yao kuu ni kuvuja na kuharibu mali za watu. Na kwa sababu hiyo tuseme kwamba sisi kama wanabiashara na saa viongozi katika hii Nyeri Town tunasema kwamba wale mavijana ambao kwamba wako na nia na mipango ya kuwa wanafuruga biashara za watu, kutoka leo tunataka kuwapea hadhari ama tahadhari kwamba wasijaribu tena. Tuko na ghadhabu kwa sababu ya serikali yetu, kwamba tukiangalia katika mambo na uchumi, maisha imekuwa kali ama imekuwa expensive, lakini kwa sababu hiyo sisi kama wanabiashara, sisi kama ambao ni wananchi, ile jukumu ambalo tunafaa kupata ni kwamba tujue siku itafika ambapo tunafaa kuchagulia viongozi ambao wanafaa. 2027 iko hapa karibu, watu wacha wajitokeze waweze kuchagulia viongozi ambao wanajua kwamba wataendana ama wataenda kulingana na jinsi ambao wanataka. Lakini kwa sasa kama tunafanya maandamano, wacha tuifanye kwa amani, kwa njia ambayo inaofaa, lakini sio kuharibu mali ya watu. Wakati umeimba mali ya mtu kwa sababu kwamba kuna ghadhabu na serikali, swali langu ni je, wakati nduka ya Njoroge ama Kamau umevunja, hiyo biashara imewekwa na serikali ama ni ya Kamau ama Njoroge? Kwa hivyo ni vibaya sana kwa wakati inafika kwamba sisi wenyewe ndio tunakulana. Wewe nia yako ni kutaka kuharibu biashara ya mwenzako. Kama tuko na ghadhabu na serikali, wacha tufuate mkondo, tujaribu kupressurize serikali, lakini sio kuingilia maisha ama biashara ya wenzetu.